taasisi murua, safiri nasi utajivunia. Hususan kutoka Zanzibar, maana ndio ndege nyingi na ndio mahujaji wengi kuelekea Saudia, ima Madina au na ikiwemo taasisi ya Al-Ikhlas. Lakini kwa nafasi ya kipekee taasisi ya Al-Ikhlas imepata kuondoka katika nafasi ya kwanza. Ndege ya kwanza kabisa kuondoka ilikuwa tarehe 12 ile mwezi wa 5. Basi taasisi ya Al-Ikhlas iliondoka na ndege, na hiyo haikuwa ni kwa bahati, bali ilikuwa ni kwa jitihada zilizofanywa, tena jitihada kubwa za taasisi, ili kuhakikisha kwamba mahujaji wake wanaondoka na kurudi kwa ndege ya kwanza kabisa ya Saudi Arabia. Kwa hiyo hili ni jambo la kushukuru na ni jambo ambalo limefanyika katika jitihada za taasisi. Lakini vile vile taasisi iliahidi kutoa huduma ya hoteli za karibu. Natumai mahujaji mliokwenda umelishuhudia hilo. Hoteli Maka na Madina zote zilikuwa zipo karibu na misikiti miwili, Masjid al-Haram na al-Masjid al-Nabawi. Lakini kubwa zaidi ni ibada. Tulichokiendea ni ibada, na mmeshuhudia kwamba ibada zote tulikuwa tukifanya kwa pamoja, kwa sababu tunajua hali za watu zinatofautiana. Kuna wale wanaojua na wale wasiojua, na kuna wale wanaojua lakini kutokana na ule msongamano wa pale mtu anaghafilika na yote yale aliyosoma. Kwa hiyo taasisi ya Al-Ikhlas hufanya jitihada ya kutoka na mahujaji wake wote kwenda kufanya zile ibada za msingi zinazotupeleka kule, ambazo ni ibada za umra pamoja na hija. Na mahujaji bila shaka mumeyashuhudia hayo, jambo ambalo pengine wengine hatujaelewa. Kwa hiyo wanapata fursa, au wale ambao wasiofahamu wanapata fursa ya kujua kile ambacho wanachokifanya na kupata usahihi wa ibada. Lakini na wale ambao wanaojua wanapata kujifunza ile dua mbalimbali zinazotakiwa kusomwa katika maeneo yao. Lakini pia vile vile katika mambo ambayo tumefanikiwa, tuliahidi kwamba tutakuwa tunaendelea na mafunzo na semina hapa na kule tunapokuwepo katika ibada. Hapa alhamdulillah kwa semina zetu tunashukuru sana kwamba tunaanza mapema, na tulianza mapema takriban miezi 11, mwaka mzima takriban tumekuwa tukiendelea na mafunzo. Na hii yote ni kwa sababu ya kuhakikisha kwamba mahujaji wetu wanafanya ibada kwa ufanisi mkubwa na ufanisi wa hali ya juu kabisa. Na kwa mahujaji, mtakumbuka kwamba Madina kule ilizuiliwa mikusanyiko, lakini tukasema kwa kuwa taasisi iliahidi kwamba itafanya semina, basi hatukuwa na budi kutafuta kila njia kuhakikisha kwamba tunafanya semina katika mji wa Madina. Hatukuruhusiwa hoteli, lakini tulichukuana tukaenda mpaka kwenye msikiti wa Madina. Katika uwanja ule wa msikiti ndipo tulipofanya semina zetu pale, kuhakikisha kwamba mahujaji wakiondoka Madina kwenda kufanya umra wanaondoka hali ya kuwa tayari wamesha yakumbuka yale yote ambayo wamefundishwa, jambo ambalo taasisi nyingi hawakuweza kulifanya. Na kwa upande wa ziara, tulikuwa tukielezana semina mbalimbali katika mabasi yetu. Nafikiri pia
katika yale maeneo ya kihistoria tulikuwa tukielezana, zote zile ni katika sehemu ya semina. Lakini tushukuru alhamdulillah, sote ambao tuliokwenda hakuna ambaye alishindwa kuitekeleza ibada hii ya hija. Tunashukuru sana kwa sababu kuna wenzetu ambao walishindwa kutekeleza kwa sababu moja au nyingine. Wengine wamefariki kule, tuwaombee dua Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie wao pamoja na sisi. Lakini kuna wengine kutokana na maradhi walishindwa kutekeleza ibada ya hija, walishindwa kufikishwa Arafa kwa sababu wamelazwa mahospitalini. Kwa hiyo yote haya ni katika mambo ambayo yanatupa mazingatio kwamba kumaliza ibada salama na kurudi salama ni katika taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mola wetu subhanahu wa ta'ala kwa taufiki yake na kwa uwezo wake kutuwafikisha leo kukutana na kufanya tathmini ya ile safari yetu. Hayo ni kwa upande wa yale ambayo tuliyoyaahidi, lakini kwa upande wa nini ambacho kinachotupasa sasa hivi mahujaji ukifanya baada ya kurudi katika ibada ya hija, madha baada alhajj, nini kinachotupasa baada ya hija? Na haya sio wa wale mahujaji tu, bali kwetu sote haya yanatuhusu, kwa sababu tunaambiwa min adillati qabuli al-amal huwa at-tawfiq bil amali as-salih ba'da. Katika dalili za kukubaliwa amali zako ni kuwezeshwa na kuwafikishwa kufanya matendo mema baada yake, baada ya yale matendo mema kuendeleza mambo mema. Huu ndio msingi. Ukijiona kwamba ni mwepesi wa mambo mema baada ya mema, basi hiyo ni dalili ya kukubaliwa amali zako. Lakini ukijiona ni mzito wa kufanya amali njema baada ya amali njema, basi ujitilie mushkil katika zile ibada zako na ujidiriki kwa kuleta istighfari na toba, ili uwe ni mwepesi katika zile ibada baada ya ibada. Nini baada ya hija? Baada ya hija kama tulivyotangulia kusema ni shukrullahi ta'ala ala ni'mati itmami alhaji wa tawfiqi liadai, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi sana, kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kuwafikishwa na kuwezeshwa katika kuitekeleza ibada hii ya hija kwa ukamilifu wake. Lakini pia wakati huo huo tunamshukuru Mola wetu, tuendelee na ad-du'a bil qabul, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie hayo tuliyoyafanya, kwa sababu hakuna anayejua nini nini alichokubaliwa, nini alichokataliwa, na hakuna anayejua kwamba yale aliyoyafanya kwamba amekubaliwa au amekataliwa. Kwa hiyo sote tunapaswa kwamba tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atakabalie matendo yetu baada ya kuyafanya. Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam aliposimamisha misingi ya al-Kaaba, wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismail, na mwanawe Ismail waliponyanyua ile misingi ya al-Kaaba, amali kubwa kabisa, ni jambo kubwa, wameasisi jambo kubwa katika dini la kuasisi misingi ya al-Kaaba, yeye pamoja na mwanawe Ismail. Wakasema vipi? Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Baada ya kushakufanya amali kubwa, wamemuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukubalie ya Rabbi amali yetu hii, hakika yako wewe ni mwingi wa kusikia na ni mwingi wa na kubali toba zetu, hakika yako wewe ni mwingi wa kukubali toba na ni mwingi wa urehemu.
Sasa hii inatuonesha nini? Hii inatuonesha kwamba tunapokuwa tumeshafanya matendo mema, tusijipe asilimia zote kwamba ndo tushakubaliwa. Tuwe na wasiwasi kwamba tumekubaliwa sisi matendo yetu, lakini wakati huo huo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe yale makosa yetu. Ndio ile watuba alaina innaka antat tawwabur rahim, atusamehe makosa yetu, lakini pia ayakubali yale matendo yetu. Kwa hiyo kwa msingi huo na sisi tunapaswa tumshukuru Mola wetu, lakini tumuombe atakabalie yale matendo yetu na ibada yetu ya hija, lakini pia atusamehe yale makosa yetu. Vile vile tuwe na al-istiqama ala taa, tuwe tunadumu na utiifu kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala, tuendeleze yale mema, kwa sababu tumekwenda kukamilisha nguzo ya 5 ya Uislamu. Kwa hiyo kwa kuwa tumekwenda kukamilisha nguzo ya 5 ya Uislamu, tunahesabika kwamba alhamdulillah sisi kwa upande wa Uislamu tumeshaukamilisha, na Uislamu ni yale mambo ya dhahir katika dini, ndio Uislamu. Lakini kuna hatua nyingine inayofuata ambayo ni al-iman, kujijenga imani zetu. Hiyo ni hatua ya uchamungu, sasa kujitengeneza ndani. Lakini pia kuna hatua nyingine ya al-ihsan, hiyo ndo hatua kubwa zaidi baada ya hatua hizi mbili. Kwa hiyo sisi tumekamilisha hii hatua ya kwanza tu ya Uislamu, lakini kuna hatua ya pili ambayo ni iman, na ina nguzo zake 6 zile: tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharri. Lakini kuna al-ihsan ambayo ni an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kumwabudu Allah kama unamuona, kama humuoni basi yeye anakuona. Kwa hiyo hii ni nguzo au ni daraja hizi za dini. Kwa hiyo tusione kwamba tumesharudi hija ndo tushakamilisha kila kitu. La, kudumu kwetu katika ibada na kujiongezea zaidi mambo ya khairat na mambo mema kutatupandisha zaidi ile daraja yetu, kutoka katika daraja ya Uislamu tutaingia katika daraja ya iman, tukitoka katika daraja ya iman tutaingia katika daraja ya ihsan. Na hakuna anayejua hizi daraja kwamba kashafikia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndo anajua mja wangu yupo katika daraja gani. Kwa hiyo sisi tuendelee, tusikatishe, tuendelee na mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya kule, ili Mola wetu subhanahu wa ta'ala azidi kutupandisha hizi darajat na darajat. Lakini pia tuwe tunaepuka maovu na maasi kadri tunavyoweza, kwa sababu sisi sasa hivi ni qudwatun hasana, ni kigezo chema. Jamii inatutizama, watu wanatutizama, alhaji au hajjati. Sasa ikiwa kwamba alhaj anafanya mambo ambayo hayafahamiki, basi itakuwa kwanza anajivunjia heshima yeye, lakini pia vile vile anaivunjia heshima ile ibada ambayo amekwenda kuitekeleza. Ina maana kumbe mtu hataki akirudi hija anaweza kuyafanya haya. Wengine wasiofahamu wataona basi bora mie nisiende hija iko hapa hapa, lakini kumbe anayesababisha inaweza ikawa ni mimi au wewe. Kwa hiyo tusiwe sisi ni sababu ya kusababisha wengine kuifahamu hija vibaya. Kwa hiyo sisi tuwe ni sababu ya watu kuifahamu hija vizuri, kwamba tuwe ni mifano mema, tuwe ni mifano mema kwamba unaona hija imemtengeneza bwana, karudi mashaallah, ni mcha Mungu, karudi yale mambo maovu yote amejiweka nayo mbali, na yale mema ameyasogeza karibu. Kwa hiyo ni fursa ya kujitathmini katika maisha yetu,
na isiwe lengo kwamba kuitwa ni maalhaj na ikawa tunafurahi na tunaona kwamba raha ile kusifiwa kwa mema, hapo tutakuja kuziharibu zile amali zetu na itaingia ile ria, kujionesha. Ujiweke mbali, wache watu waseme, lakini wewe lengo lako ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukumbuke kwamba katika mambo yote hayo kigezo chema zaidi kinakuja kwenye tabia njema. Unaweza ukawa wewe na Mola wako unafanya ibada nyingi kabisa, huna muda wa kuupoteza, lakini ikawa muamala na watu si mzuri. Sasa hapo mtu unaelekea kufeli, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma min shay'in athqalu fil mizan min husnil khuluq, hakuna kitu ambacho ni kizito zaidi katika mizani kuliko tabia zilizo njema. Kwa hiyo tuwe kigezo katika tabia njema na tujitahidi sana katika kuyaendeleza mema, na tujue kwamba tulikokwenda hatukwenda kwenye matembezi ya luxury, bali tulikwenda kwenye ibada, ingawa vile visaidizi vilikuwa vinatusaidia. Visaidizi kama tulivyotaja, hoteli za karibu, chakula kama tulivyoahidi buffet, na nyewe mmejionea kwamba kila mmoja anajipakulia saizi yake na anachokitaka. Hivi vyote vilikuwa ni visaidizi, lakini lengo kuu ni mafanikio katika ibada, na hilo sote ndio lengo letu. Kwa hiyo inshallah tuzihifadhi hija zetu kwa kuyaendeleza mema na kuepuka yote maovu na kuwa ni kigezo chema, na inshallah tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika hayo. Basi baada ya kusema hayo sasa nirejeshe kipaza sauti kwa mwenyekiti ili naye azungumze ya kwake na tuweze kuendelea na ratiba. Mashallah, hija zetu kama nilivyomalizia kuzungumza ni katibu wa taasisi ya Ikhlas Haji Umra, katika miongoni ambao wamezungumza kumshukuru Allah kwa mahujaji ambao wamekuja katika kutekeleza hija ni mambo mazuri sana, lakini tusiache kuomba dua na tusijipe imani ya kwamba tunayokubalika, lakini kutekeleza mambo mema. Amezungumza Tashe kufuatilisha mambo mema ni moja kati ya ishara ama dalili ya kukubalika kwa yale mema ambayo unayafanya. Na baada ya kusikiliza maelezo kutoka kwa mtu kabisa, tusikilize mashahidi kutoka kwa Sheikh Sudi hapa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk, labbaik la sharika laka labbaik, inna alhamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka. Mashallah, itakuwa sauti zimeshikwa. Sasa tunataka kumsikiliza mwenyekiti wa taasisi ya Ikhlas Sheikh Suleiman Muhammad Kongo. Baada ya hapo tutakuja kupokea maoni kutoka kwenu mahujaji na uongozi utakuja kutoa majibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, fahamisha innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Ambao tumemaliza kuitekeleza ibada hii ya hija, lakini na wale ambao wametia nia kwenda kuitekeleza ibada hii ya hija mwakani, na sote tuliohudhuria tunakushukuruni sana sana sana. Uwepo kwenu kwa kweli mmeipamba shughuli yetu, tunasema alhamdulillah kwa kuja kwenu. Lakini mimi nilikuwa nataka nieleze nukta zangu chache kabla ya kuanza tathmini yetu. Kwanza, kuwapongeza mahujaji walioichagua taasisi yetu Al-Ikhlas. Tunawapongeza sana 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 kwa kuichagua taasisi ya Al-Ikhlas. Taasisi ziko nyingi, lakini kama ile wanasema kutia mkono kizani, lakini wao wametia mkono weupeni na wameona yale ambayo wameyaona. Sisi kwa sababu ni wachezaji, mchezaji anapokuwa katika uwanja yeye anakuwa hajioni kitu gani anafanya, lakini wale ambao wamekaa ndio wanajua nini huyu bwana anachokifanya. Kwa hivyo nyinyi tunatarajia kwa taufiki ya Allah mtatupa maelekezo ili tuweze kulitengeneza jambo letu hili, na kwa sababu taasisi yetu Al-Ikhlas hii ni dhima kwetu, tumejibebesha dhima kwamba tumelipokea jambo hili kulitekeleza kwa nia safi na kuhakikisha kuzichunga ibada za mahujaji. Hili tunamshukuru sana Allah. Ile ahadi ambayo viongozi tumeitoa, taban hatusemi 100%, lakini tunasema kwa jitihada zetu tumefanya vizuri. Naamini katika mwanzo wa safari yetu, baada ya kufika katika mji wa Madina na kupumzika kidogo, lakini tukasema jamani, hakuna kulala. Jambo la kwanza leo tunakwenda kumsalimia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mwenye kunisalimia hali ya kuwa nimekufa, huyo ananisalimia mimi hali ya kuwa niko hai. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anarejeshewa roho yake na anajibu salamu zetu. Kwa hivyo hilo tukalisimamia, uongozi kama uongozi ukasimamia jambo hilo kwa mahujaji. Tunashukuru Allah, tena tunashukuru sana, maana hakuna jambo dogo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ayatul munafiku thalatha, alikuwa anawaeleza masahaba dalili za mtu kuwa mnafiki ni 3. Kwa hivyo sisi tunamshukuru Allah kwa kutuvua, kwamba ahadi yetu huku tunawaambia watu kwamba sisi tutakuwa pamoja bega kwa bega. Nafikiri na nyinyi wenyewe mmeshuhudia zile jitihada ambazo viongozi kwa pamoja wamezichukua. Tukenda kumsalimia Bwana Mtume kwa pamoja, lakini tulifanya kazi hiyo kwa wanaume, lakini tukajipanga uongozi tukenda, na kwa upande wa wanawake tukenda kufanya mfumo huo huo. Taban tukaendelea kama alivyosema katibu hapa. Madina kulikuwa na usumbufu kidogo zile semina zetu, lakini kama uongozi ukajiengeza kwamba sisi hatukutaka kufanya kama wenzetu, na ndio maana tunasema taasisi ya Al-Ikhlas imejibambanua na taasisi nyingine. Sisi baada ya kuona hali ile tukasema jamani, hapana, mahujaji muhimu kuwapa maelekezo. Kwa hivyo tukatumia njia zote. Wakati mwingine tunatoka nje ya hoteli tunasema jamani, hapa pana kivuli, tukae tupeane maelezo, na kweli tunaifanya hiyo kazi. Malengo yake nini? Kwamba sisi tumechukua dhima na tumechukua ahadi kwamba tutazilinda na tutajitahidi kuhakikisha tunachunga ibada za mahujaji, na hilo tunamshukuru Allah kwa kiasi tumefanikiwa. Baada ya kutimiza
masiku ambayo ya kukaa Madina, tukapeana taarifa kwamba tunaondoka sasa kuelekea Maka. Twende zetu katika kituo chetu Dhul Hulaifa kwenda kuhimia, tukenda pamoja na tukaswali katika ile sehemu ambayo tulikuwa tukielezana katika semina zetu Atiki pale katika kibonde ile ambalo sasa hivi kuna msikiti. Baadaye tukatoka tukaingia katika mabasi tukawazindua tena watu, na kwa sababu hii ndo kazi ya viongozi, tukamwambia jamani, sasa tumo kwenye basi, sote tuhirimieni kwa pamoja. Hayo yote malengo yake kulinda ibada za mahujaji ambao tumechukua kwa wao dhamana, tumechukua kitu kwa wao, lakini malengo kusaidia wao kuwatekelezea zile ibada zao. Tukenda mpaka Maka. Maka lilifurahisha, na hili nalitolea tena pongezi kwa mahujaji, walikuwa wasikivu sana. Mahujaji wetu walikuwa wasikivu sana. Tukawaambia jamani, tupumzike, muda fulani tutakwenda kufanya tawafu. Tulikuwa idadi yetu 101 na tunamshukuru Allah, sote tulifanya tawafu, sote tulifanya jamani tawafu ambayo ikiongozwa na viongozi. Mimi nilikuwa nikikaa mbele, Sheikh Hamisi anakaa anabana kati huko nyuma, na Dr. Ibrahim yeye anachukua wale waliokuwa kidogo wako deni anakwenda nao, lakini timu ilijipanga vizuri na wasaidizi wetu wengine wote, miongoni mwa Sheikh Masudi, Maalim Rajab, Maalim Salem, Sheikh Ramadhan Munyikombo, wote hawa walikuwa wanafanya kazi kubwa kwa kusaidia viongozi, lakini kusaidia jambo ambalo tumelichukua dhima na ahadi liende vizuri. Tunamshukuru Allah, hakupotea hata mtu mmoja. Na kwa sababu watu wanapoingia Maka wenyewe mashahidi, mahujaji, watu wanatolewa kama angeange mmoja, lakini sisi tulikwenda kigrupu na tukafanya tawafu kwa pamoja na tukarudi hoteli kwa pamoja. Hili tunamshukuru sana Mungu. Kwa kweli hii inataka utashi na udhati wa nafsi, na sisi kwa sababu hili kwetu ni dhima, wanaokuja na wataokuja na wataendelea kuja, hili kwetu kama taasisi ni dhima kwetu kulihakikisha tunalisimamia vizuri. Taban, baada ya kumaliza tawaful qudum, ambayo hii ndio tawafu ya kwanza kabisa, tawafu ya umra, tukakaa Maka kwa kipindi tulichokaa. Jengine ya kufurahisha, watu hawakuwa wanajiweka mahoteli kulala tu, lakini kubwa walikuwa wanakwenda kutekeleza ibada. Hawakukaa kwamba wamekuja pahala pa kupumzika au pa kuenjoy, wameendea ibada. Na hili tunatoa pongezi kwamba mahujaji wakasimama katika kutekeleza ibada. Lakini baada ya muda kukamilika siku zetu, mwezi 8 tukaondoka kuelekea zile sehemu za mashairi. Tunamshukuru Allah, sehemu hizi za mashairi tumekwenda vizuri. Mina pale tumelala. Mina mahujaji wanasema hapa ndo panapo kazi yote, na kweli. Sasa kila siku kama taasisi tunaeleza na tunawaeleza watu umuhimu wa kulipa mapema. Tutapolipa mapema tutapata mafanikio mazuri, kwa sababu hapa ndo panapo changamoto kubwa. Sehemu ya Mina tunaona mstari wa vioni kutoka hapa mpaka Kwerekwe kule, watu wamekaa foleni. Sasa hii ni dhiki. Sasa tutapofanya malipo mapema, jamani, usingoje kwamba ukasubiri wewe bado hakujacha. Hapana, ibada ya hija imebadilika. Zamani wazee wetu mpaka mfunguo 3 bado hajabubuka bado kama atakwenda hija, nauliza bwana Mlanga utakwenda? Nadhani na mwaka huu na mimi nitakwenda. Sasa mfumo huo wa ibada imebadilika jamani. Kwa hivyo wale ambao wanatiania wahakikishe wanalipa mapema, ili kama alivyosema katibu, kwa taufiki ya Allah tumepata hoteli. Wenyewe mahujaji tuwataeleza, lakini hoteli
safi kabisa na ipo barabarani ya haram, kwamba wewe unatoka hata dakika 10 hufiki ushaingia msikitini. Sasa haya yote hayatopatikana matunda yake isipokuwa mahujaji kulipa mapema. Sisi tunapokea kwa mahujaji na sisi ndio tunawasilisha kufanya hayo malipo. Kwa hivyo tujitahidi kwa wale ambao wamedhamiria kwenda kutekeleza ibada ya hija. Sasa hivi ibada ya hija imebadilika, tuko Mina, ratiba yote ya mfumo na maandalizi ya ibada ya hija ishatolewa, kwamba siku fulani kutafanyika jambo fulani, siku fulani kutalipwa kitu fulani, siku fulani kutafanywa kitu fulani. Kwa hivyo tuamkeni jamani, hija imebadilika. Lakini baada ya kuondoka hapa Mina tukaelekea Arafa, taban tunawashukuru mahujaji wetu walikuwa chini ya usikivu, walikuwa watu ambao kwa kweli mimi walikuwa wananifurahisha sana. Arafa tuliwaambia tusubirini, sasa hivi tuendelee na nyuradi zetu, ikifika muda tutatoka kwa ajili ya kuenda kuomba kwa pamoja, kuombea wale ndugu zetu waliotuomba, kuombea nchi yetu, kuombea viongozi wetu na kuombea Waislamu wote kwa ujumla, na hilo likafanywa chini ya uongozi wa taasisi. Kwa kweli tunashukuru mahujaji, wametufanyia jambo moja zuri sana. Mimi tulipokuwa Maka tunazungumza semina ya mwisho, tukawaambia sisi kwa kweli hakuna jambo waliotukwaza, lakini kama kuna jambo tumewakwaza sisi tunaomba radhi sana, tuliomba radhi sana, na kwa sababu sisi kwa upande wetu walitufanyia mambo vizuri. Wao wakati mwingine kama ile tunaondoka, tulipoondoka pale Arafa kwenda zetu Muzdalifa na tukalala pale Muzdalifa, asubuhi yake tukaondoka tukapita Mina kuweka mizigo yetu, tukenda zetu Jamarati. Sasa Jamarati pale nilikuwa mkali kidogo, naambia jamani, anovuka hii narejesha nyuma, lakini watu wakawa vizuri. Na kwa sababu malengo hata katika tawafu nilikuwa napenda wazee wetu wanawake waweko mbele ili kuwachunga wao, watapokuwa mbele, wanaume watapokuwa nyuma, msafara unakwenda vizuri, na hilo wao wenyewe wameshuhudia. Jamarati tumefanya vizuri mpaka tukakamilisha, tukarudi zetu Maka tukafanya tawafu al-ifadha. Na kwa sababu sisi utaratibu wetu tukeshamaliza pale kurembea mwezi 10 tunarudi zetu Jamarati, tunarudi zetu Mina, na mahujaji tunapumzika, hatuunganishi kwenda zetu Maka. Na kwa sababu tunajua dhiki na tabu, na Allah mwenyewe anasema hakuna yule ambaye atofanya uzito wa dini hii isipokuwa mwenyewe atapata shida. Kwa hivyo sisi tunawatuliza mahujaji, tukiondoka pale mwezi 12 ndo tunakwenda kufanya tawafu al-ifadha vizuri kabisa, na watu wanakuwa bado wako katika hali nzuri. Kwa hivyo sisi kama uongozi tumesema tunawashukuru sana mahujaji kwa kuwa wasikivu, lakini juu ya kuwa wasikivu kuyafanya yale yote ambayo tumekubaliana kwa wakati na tukenda vizuri pamoja na mahujaji. Lakini moja ambalo changamoto nilipata wakati tunafika Madina, safari hii nilipangua vyumba, tukaweka Wapemba, tukatia na Unguja, tukachanganisha na watu wa Dar es Salaam, tukawapanga kwa utaratibu kama huo. Nikalaumiwa sana, nikaambiwa bwana, sisi tulizani watu wa Pemba watawekwa wenyewe, lakini tulivyofanya tathmini Pemba kule wakasema kwa kweli tumefurahi sana. Wale watu wa Unguja tuliokaa nao walikuwa wanatuwinda kama watoto wao, kama makinda yale ya kuku. Kila tunapokwenda wanaweka mabawa, tusiguswe na kitu. Kwa kweli Maalim tumefurahi sana. Sasa wale ambao walisema kwamba Maalim Suleiman nikakosea, na wao wakasema kweli kapatia. Kwa hivyo sisi tunashukuru, na kwa sababu lengo la ibada ya hija kuwaweka watu kitu kimoja. Hakuna huyu mnani wala huyu mnani wala huyu mnani, sote baba yetu ni Adam. Sawa? Kwa hivyo hilo tunashukuru Allah, katika mafanikio tumefanikiwa. Lakini jambo la pili,
tulifanya semina ya tathmini kama hii. Mara yetu ya kwanza tulikwenda pamoja na Daktari Ibrahim peke yake, na sisi wenyewe na viongozi wetu wa kike, tukaambiwa jamani, daktari bana, tupate wa kike, vina mama tuna mambo yetu, ili tumzungumze mwanamke mwenzetu. Tukasema sawa, tukalifanyia kazi hilo, likenda vizuri. Mwaka uliopita tukenda na daktari mwanamke Bi Mariam Muhammad, lakini mwaka uliopita tena tukenda na daktari mwanamke, na mwaka huu Allah akituwafikisha tunataka tuongeze timu ya madaktari wanawake wawe ilau wawili, na mbele tukenda huko tutaongeza na daktari mwingine, ili mambo yaende vizuri, kwa sababu timu kama hiyo lazima tuwe na watu ambao wengi kabisa wa kutosheleza kabisa. Kwa hivyo baada ya kusema hayo, sasa inshallah, moja ambalo tunaombana wale ambao wametiania wanataka kwenda kuitekeleza ibada ya hija, fomu zetu zipo hapa, waje tuwasajili mapema, na kwa sababu tuwaunge katika magrupu ili tuanze harakati zetu za mambo ya semina inshallah. Baada ya kusema hayo, sasa tuko tayari kupokea yale maoni na michango yenu inshallah, ili kama taasisi kuyafanyia kazi. Baada ya kusema hayo, na washukuruni sana. Kama mfano mama kafa, mama yetu, kila mmoja analia vipi? Vipi? Kila analia mama yangu, kwa sababu inshallah Abdallah anza kutupa mtu luka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evalisha mimi kwa upande wangu bwana, natoa shukurani sana kwenye kikundi chetu cha Ikhlas. Mwenyezi Mungu akubarikini mashekhe wetu na viongozi wote waliokuwepo, mmetupa umoja alhamdulillah, na tumeona mambo sio kwa tumeyasikia tu, tumeona wenyewe yale yote mliyofanya. Nashajihisha tu sana kwa wenzetu, inshallah kila mmoja awe mlinganizi wa kuitengenezea hii grupu yetu, kwa sababu walichohitaji wao ni kupata watu ambao wanakwenda na kusaidiwa. Wamesaidia watu wengi sana kwa kweli, wazee wetu, wagonjwa wamefanyiwa alhamdulillah, kila kitu kimekwenda uzuri. Kwa hiyo kila mmoja awe ni mpokezi wa haya mambo yetu tuliyokwenda kuyafanya, kuwashajisha kwa wengine, ili kuleta kwenye grupu letu, kwa sababu sisi ndio tumeshaona kwa upande wao waliotufanyia. Na jingine kubwa naloliomba ndio kama hivyo, tunamwomba tuilee hija yetu. Hija inahitaji kulelewa, kwa sababu tuchukulie mfano, umefanya biashara wewe, umekwenda kufanya biashara yako, umetumia pesa zako, lakini umekula hasara. Vipi utakavyojihisi wewe? Kwa hiyo na sisi tusitupe hija yetu, tuilee. Mungu atupe imani, atupe ikhlasi, tunatakwa, ili Mwenyezi Mungu atutakabalie ile hija. Manake ni kitu kizito sana. Umepata kwenda mwaka ushukuru, pengine hutopata kwenda tena. Hii ni kazi nzito sana, na mshukuru Mungu kwa sababu wengi wanataka kwenda na hawajenda. Nchi zingine wenzetu hao wana booking miaka 10, mtu hajenda hija bado. Kisha booking anaambiwa subiri, bado wewe safari kuna wengine. Sisi ukaomba ukapata haraka, na tunashukuru kwamba Zanzibar tunajitolea watu wengi kuliko Tanzania bara. Wenzetu wana pesa, Tanzania bara pesa wanazo alhamdulillah, lakini kwenda sio pesa, imani.
Ukiwa na imani utakwenda hija. Kwa hiyo jamani, tuhimizane, tushukuru kwa tulichofanyiwa na mashehe wetu. Alhamdulillah, tunawapongeza. Penye kasoro tuwachukulie, kwa sababu nao ni binadamu. Alkamalu lillahi, Mwenyezi Mungu ndio anakamilika. Kwa hiyo mimi sina ziada kubwa, ninashukuru sana kwa ufanisi wenu. Alhamdulillah, mnatuambia tumeyaona kwa macho yetu, umetusaidia vya kutosha. Penye kasoro tumekusameheni, na sisi kwenye kasoro yetu mtusamehe, kwa sababu na sisi ndio vile vile. Hakuna kwamba sote ndio tumekwenda sawa sawa, na huku wapo waliokuwa na mambo yao na huko kwenu vile vile. Kwa hiyo sisi tunaomba kheri, Mwenyezi Mungu tutakabalie hija yetu, isiwe imekwenda harijojo, kwa sababu tutakuwa tumekula hasara. Hija ni jambo kubwa sana kabisa kuliko mambo mengi kabisa. Kwa hiyo mpaka tukapata kwenda ziara kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wanatamani hawendi, mpaka wanakufa hawendi. Na hii si uwezo. Mtu anaweza kusema manake mimi siendi hija kwa sababu sina pesa, matajiri ndio wanakwenda. Bana bwana, omba Mungu atakupeleka. Hii hija anakupeleka Mwenyezi Mungu. Kwa ukweli, chunguza, Mwenyezi Mungu ndiye anakupeleka. Wamekwenda watu hawana pesa, wanaitwa na Mwenyezi Mungu na wanakwenda kuhiji. Pesa sio muhimu. Awashajisheni watu wamsalie Mtume sana majumbani, wamuombe Mwenyezi Mungu sana. Mtakwenda hija, mtaitwa. Waombeni watoto wetu, Mungu awaite. Waombeni wazee wetu, Mungu awaite. Ndugu zetu, marafiki zetu, tusiwe na khiana. Kila mtu muombe. Wewe hata mgonjwa wako muombe Mwenyezi Mungu ampeleke hija, atabadilika, atakuwa mwema. Basi mimi napongeza kwa hayo, kwa uwezo wenu alikujalieni Mwenyezi Mungu akulipeni kheri za duniani na akhera. Isipokuwa tuwe wapigaji debe sana katika grupu yetu, ili tulikuze grupu letu inshallah. Tunashukuru kwa sababu tumeyaona wenyewe tuliyofanywa. Shukran. Jazakumullahu khair. Abdallah nakire. Sama nakire bana. Ngoja basi kufungia. Njoo mfunge naye. Mfunge naye. Useme sasa. Amena sana. Asalamu alaykum. Mimi kwa jina naitwa Abdullahi Abdalla Sama, mkazi wa Kembe Samaki. Hichi hakidondoki hichi. Mimi nimefurahi sana, tena ndani ya roho nimekuwa kama nimezaliwa leo kwa sekta hii ambayo ilivyokuwa nzuri, kwa sababu matayarisho yao mpaka manake kuanzia kwenye kuondoka hapa Zanzibar kuingia ndani ya ndege, manake burda, hamna wasiwasi. Nilikuwa na gatigati mimi, hawa watu mbona hawa kweli watatutekelezea haya walokuwa wanatufundisha? Lakini kumbe wako imara na wanawapenda sana wale wanaowachukua wale kuwapeleka kule. Yaani kila kimoja wanachotufundisha hapa basi guarantee wanakitimiza. Alafu jambo la pili nilolifurahia sana baada ya kufika kule, kwa sababu hawakutupeleka mbali ya kutuchosha sana sisi wanake, sisi wengine wazee, lakini walitutafutia hoteli za karibu. Tunatoka tushafika msikitini. Wengine tulikuwa tukikaa huko kabisa msikitini mpaka isha. Sasa sekta hii kwa mimi nimeiona kwa sababu itabidi niseme usiri wangu. Mimi nililetwa tu kwa sekta hii, si manake sekta zote hizi za hapa walinipangia, wakanambia hata nenda pahali fulani. Nilikuwa sikujui huku, lakini nililetwa nije nitizame, je, iko vizuri? Na kweli iko vizuri. Kwa uhakika hata Mwenyezi Mungu anajua hasa wanatimiza zile ahadi zao. Mimi
kwa kusema zaidi, bora tushirikiane nao. Mimi nachoomba sekta hii nimeipenda, nitaisaidia kwa nguvu zangu zote. Mimi Mnyamwezi nataka wanipe nafasi ya kwenda huko Tabora kuwatafuta hao Wanyamwezi wenzangu, kwa sababu nimewaona kule. Nafikiri wenzangu niliwauliza, Wanyamwezi wamo? Wakanionyesha, wamo hawa hapa. Sasa mie kule nitakuwa nitawapigia debe Wanyamwezi. Kwa hivyo mimi jamani, mkurugenzi na katibu na mwenyekiti, mimi nitakuwa mpiga debe wenu kuwatafuta watu waje waende. Na kuanzia hivi sasa naye huyu mmoja nishampata. Unaona? Sasa Wanyamwezi wenzangu, mimi Mnyamwezi nasema kabisa, lakini nimezaliwa hapa hapa Kitope, nimekulia hapa hapa na kazi zote nimefanya hapa, lakini nataka kwenda huko Usukumani nikawatafute. Midamu nimewaona kule, kwa sababu kule niliona watu wengi. Mimi ndo kwanza mara yangu ya mwanzo, watu kabila nyingi, lakini kauliza, mimi niliwauliza wenzangu, jamani, Wanyamwezi wamo? Wakanambia hapa wako kila kabila. Wakanionyesha kweli, mpaka Wamasai wamo, niliwaona. Sasa mimi naona bora nende kule kule na mimi nikachukue waje hapo, kwa sababu sekta hii ni nzuri hapa. Mtawapata wengi. Kwa hivyo mimi sina zaidi. Mama yetu Mama, subiri kidogo. Subiri kidogo. Na mtu akusaidie kuvalisha. Kalia kwa hapa. Ya jina. Assalamu alaikum bado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Huba Ali Mfaume. Nimo katika jumuiya Al-Ikhlas. Jumuiya hii ambayo ni ya pili mimi. Mara ya kwanza nilikwenda jumuiya nyingine, ya pili hii, mara pili hii mara tatu. Mara hii ya tatu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, neno kubwa zaidi lilonifurahisha kuwa msafara wa kutoka Muzdalifa tukaachua sie wazee tuongoze msafara. Sasa sisi wazee ndo tuko smarti kuliko vijana. Maalim Sulemani alikuwa kila wakati anaturudisha nyuma. Tunashukuru na nashukuru, na hivi sasa nishapata watu wawili wamo katika jumuiya, na kama laitani si mzee basi mimi ningejiunga kwa kila mwaka kwa nakwenda Maka nikihiji kwa ajili ya Al-Ikhlas. Na naipenda kama jina langu ninavyolipenda, mapenzi, huba. Na wote vijana
wakikosea alhamdulillah wanasikiliza, wananishughulikia, naenziwa kama niko na watoto wangu nilowazaa. Kila neno naambia mama tulia, mama tulia. Na safari zote Maalim Ibrahim, Dr. Nguarda na viongozi wote wamenipa moyo. Kiongozi wangu Biftari, tumekwenda ibada zote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Karibuni al-Ikhlas, karibuni al-Ikhlas. Kwa hayo machache, wabillahi tawfiki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nachukua waya kidogo napita. Assalamu alaikum. Subiri bado. Hiyo yako ilikuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi ni mwalimu Bi Fatma, ni mwalimu wa skuli msingi, lakini nimefurahishwa sana na taasisi hii ya Al-Ikhlas. Nimekwenda katika taasisi hii kwa kushajihishwa na mdogo wangu Rukaya. Alinipa hamasa na akanambia utaweza, hali ya kwamba miguu inakuuma, lakini ninakuhakikishia utafika hija na utaweza. Wabillahi taufiki, akidia taufiki Allah, utafika na utaweza kuyafanya yote yale ambayo yanatakiwa. Kwa kweli mwanzo sikuwa nikijiamini, lakini nilipokuwa kila nikija katika zile semina zilinipa moyo sana, nikajiamini kwamba sasa ninaweza. Nikaingia, nikafika Madina, nikafika Maka na nikayatekeleza yote yale ambayo yanatakiwa kufanywa. Lakini pia la kushangaa, wale walokuwa wakiniona Bi Fatma anaumwa, tulikutana na mpaka mwalimu wa skuli X akanambia, ndiye we Bi Fatma ulivyokazana hivi? Nikamwambia sasa niachie. Hivyo basi mimi ni mwalimu, nachukua nafasi hii ya kwenda kuwahamasisha walimu, na mpaka sasa hivi walimu kwa kweli wanakuja kunifaraji nyumbani kwangu. Kila mmoja ana hamu ya kuja pale nyumbani kunihongera, Bi Fatma asante, hebu tupe na sisi, vipi tutafika huku? Namwambia msende kikundi chengine, msije mkenda mkapata matatizo. Mimi lililonifurahisha zaidi kwamba sisi tunakwenda moja kwa moja Madina. Tukifika Madina tunapata highlight kidogo dogo, kama ule mtoto ambaye unamwanzisha alifu anapanda kidogo, ama tabaraka kadsamia mpaka anafika Bakara. Kwa hiyo mimi ndilo lililonifurahisha. Ukifika kule unakaza spidi, lakini tayari huku ushapata nini? Ushapashwa moto kidogo. Namwambia usije ukenda kikundi moto moja kwa moja unafikia Maka, njoo kwetu. Na walinambia, Bi Fatma kweli umeniambia kitu. Naambia unakwenda moto unafikia kazi nzito, halafu unakwenda kupumzikia kule Madina. Kidogo namwambia mtihani, bora ukapumzikie nyumbani. Mmoja wapo alinambia, kesha rudi huyo. Akanambia maneno ananiambia kweli, nilijiona mimi. Nilipofika kule Madina, basi ndo kama nilipata homa tena nikakaa. Kwa hiyo mimi mpaka sasa hivi nathubutu kusema na wahamasisha walimu, na hususan na wakaribisha wale ninaoona wanakaribia kustaafu,
Nishapata walimu kama wawili wako katika miaka miwili hii, washaingia kabisa kabisa, na wamesema tukianza tu mafunzo ni walete, na watajitahidi pengine katika mwaka huu wawemo. Shawapata wawili, na wengine walio miaka kama mitatu kustaafu, nazidi kuwavuta, naambia usisubiri ukastaafu, hujijui kama utakuwa hai au hutokuwa hai. Ninachokuomba mie, punguza sare, punguza vijora, fanya hili. Wabillahi taufiki. Fatma Omar Mohamed. Asemaje? Hivi hajanipewa. Chevrolet. Unakapo hapo. Uko live Chevrolet. Naam. Mwingine lazima umwambie kama uko live. Assalamu alaikum. Salaam. Alizenu mahaji. Angalia kama mie langu moja tu dogo sana, mengi yashasemwa. Mie nasimuliza taasisi zile, basi mna kodi au mnapewa ofa? Hilo moja. Ali Msele, sijui kama utanijibu kabisa au niendelee. Manake kama taasisi mshatumia pesa nyingi, mshafanya yote mazuri 90%, anakuja mtu anakuchafueni ili 100 isipatikane, na mnakaa kimya, haipendezi. Ikiwa umepewa mabasi yale ofa, basi usiseme ukaja ukanyimwa, lakini kama umelipa kuna haki ya kukaa kimya. Mbele yangu ndio, asante. Kwanza kwa kutufundisha vizuri, kuleta ushirikiano mzuri, na wote tukaenda pamoja katika kufanikisha jukumu kubwa la ibada hii ya Mwenyezi Mungu. Mimi ni mzee, wazee wamesema, lakini mimi nasema wazee tumeheshimiwa sana. Kila tukitaka wale vijana na kasi ya wazee, kwa hiyo tulikuwa tunakwenda pamoja mpaka tunafika pahala tunakofika. Pale ambapo hatufiki kwa matatizo, basi taasisi ilikuwa inafanya mbinu na mikakati kuhakikisha kwamba tunatekeleza kama ilivyokusudiwa. Wanatusaidia, tunashukuru. Kwa sababu mengi ya wazee shasema, na mimi yuko mmoja kasema yeye ni mwalimu, na mimi ni mwalimu. Na mwalimu wa siku nyingi tangu mwaka 64 nasomesha. Lakini ni mwanasiasa. Sasa kazi zote mbili nitazifanya. Hata katika siasa tangu nimeanza mpaka leo hatujashindwa. Utanielewa, kwani hatujashindwa. Tutakwenda kwa nguvu ya pamoja kuhakikisha kwamba siku zijazo taasisi hii inaendelea kupata mafanikio makubwa. Na tunashukuru sana yale matatizo yalitokeza mwishoni, taasisi imesimamia na kuhakikisha kwamba wote tumekwenda vizuri. Mwisho kulikuwa na matatizo ya mizigo, mambo gani. Lakini kwa kweli mimi mwenyewe nilikuwa nahimiza njoo boy mwenyewe unachelewa na mambo yako yako tayari. Sababu iko mbele kabisa walikuwa wanasimamia. Baada ya machache naendelea kuwashukuru sana, na tuendelee kwa kweli kuwahimiza wenzetu. Hao baadaye wametia nia ya kuingia kwenye hija.
basi tuendelee kuwahimiza mambo yote waanze mapema, tusigoje shakaribia tena alafu tena tuanze sasa hivi. Tunatoka hapa tunakwenda kuwahimiza wenzetu, tunawashika, tunawafahamisha jinsi taasisi ilivyo na mafanikio, bila shaka tutunga mkono. La mwisho tuseme kwamba muhimu tusameheane, kama imetokea tatizo tusameheane, hilo ndio muhimu, na tutekeleze yale mambo ambayo tumeelekezwa. Haya machache sawa. Asante sana. Assalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nashukuru kufika hadi hii leo tukiwa katika hali ya afya, bado tunapumua, tuseme alhamdulillah. Mimi hii ni mara yangu ya pili kwenda. Nimekwenda tena kwa sababu hii taasisi nimeipenda kutokana na huduma zake. Kwanza nashukuru fursa hii kuwapongeza viongozi wetu kutuanzia toka semina mpaka tulipofika, na tulipofika kule pia hawakututupa, tuka pamoja nao. Pia nachukua fursa hii kuwapongeza madaktari wetu wote wawili, na pia nao hawakujiketa wakasema tunafanya huduma za afya tu, wakafanya na huduma nyingine na sisi pia wakatushughulikia. Kwanza alifanya huduma za kutushughulikia sisi, na kule kufika wallahi walikuwa wanafanya kazi kama za upagaji wale nani wanaochukua mizigo, Dr. Ibrahim akifuatana na ustadhi wetu Masudi. Kwa kweli kazi waliolifanya ni ngumu sana. Kuna mahujaji wenzetu ambao walifikia hadi wana malengelenge, mimi sikutegemea kama wataweza kuendelea na ibada, lakini wakafanya bidii zao, wakawatibu na wakaweza kufanya ibada zao. Kwa upande wa daktari wetu wa kike nashukuru alhamdulillah. Kuna ndugu zetu au watoto wetu ambao wanapata siku zao za ada, nilifikiria hataweza kutimiza zile ibada zetu, lakini wakafanya bidii zao mpaka wakaweza kufanya ile ibada, tuseme alhamdulillah. Pia sitaacha shukurani kwa shukuru mahujaji wetu wanaume. Kwa kweli tulikuwa tunaenda sabamba, yani wakikuona uko nyuma basi mama sogea mbele. Kwa kweli alhamdulillah, wapongezwe. Tunafika kule jiwe linadondoka, basi wao wanakuona, wanakuambia mama jiwe linadondoka, unarembea. Kwa kweli tuseme ni jambo la kupongezwa alhamdulillah. Pia na wasihi wa kina mama wenzangu na ala shika bendera, kwa kweli mwendo kidogo umepunguzwa, lakini nasema uendelee kupunguza. Lakini na wasihi kina mama wenzangu wapunguze ile hamasa kujiona sisi tuna nguvu. Kuna wengine wagonjwa, kuna wengine wazee, kwa hivyo tuende nao. Wale ambao hawajiwezi na wao pia tuwachukulie ili waweze kutimiza ile ibada ambayo tunatakiwa. Alhamdulillah, kwa kweli taasisi ni nzuri na tunaendelea kupiga debe ili watu waanze kuja, ili waanze kufanya ibada hii. Alhamdulillah. Jaji mnakwenda Maka safari hii kwa taasisi ya Ikhlas. Kwanza naishukuru taasisi kwa sababu namna walivyotulea na namna walivyotuongoza. Haiwezekani hata siku moja mwalimu akikaa na wanafunzi kwamba asimfanyie ukorofi. Mwanafunzi lazima ukorofi afanye, lakini inategemea na walimu wenyewe walivyo. Sasa kwa upande wa taasisi, walimu wametulea kwa njia mbili. Panapohusu kusema kwa ukali, walikuwa wanasema kwa ukali. Panapohusu kusema kwa taratibu, na kwa taratibu. Na tunapokuwa na wakati mwingine tunakuwa marafiki. Hii yote ni kusukuma gurudumu mbele. Kwa kweli hii taasisi mimi nilikuwa sijui, niko maporini shamba huko. Naishi Ndijani. Sasa kuna ndugu yangu baba mmoja mama mmoja alikuja, na kuna kaka yangu baba mmoja mama mmoja alikuja, na mimi nimekuja. Inshallah tukijaliwa tutakuja sote katika taasisi hii. Kwa sababu tunashajihishana. Vile vile hii taasisi paliponishughulisha zaidi siku ya kadhia ya kupotea mizigo kwamba haijafika. Sasa tulipofika uwanja wa ndege pale, tulikaa kama kikundi, taasisi yetu na taasisi nyingine, tunashauriana vipi tufanye njia gani. Tukaambizana kwamba tuwaendee viongozi wetu watuandike majina sote tulokosa. Sasa wenzetu akamwita kiongozi wao, kumwita pale akarusha, sasa hiyo si kazi yetu. Kazi yetu si shakwisha, siji hivi. Sasa sisi tukaita viongozi wa taasisi yetu, kuwaita tu moja kwa moja, wakalichukua tukakaa pembeni, tukaandikwa majina, tulikuwa hatujapata. Akasema alhamdulillah rabbil alamin.
Sijui kama yule alirudi nyuma tena naye akaja akaandikisha au vipi, lakini taasisi yetu baada kuambia tu hapo hapo wakachukua majina yetu wakaandika. Alhamdulillah, nasikia mpaka sasa mizigo yote alhamdulillah imepatikana inshallah. Kwa hivyo tukijaliwa, kama wapo watu hapa wana nia kwenda, inshallah Mungu ajalie waende, na kila mwenye mashikio yake hapa nasikia tukifika huko nje tuwe mabalozi kwa wenzetu. Mimi niko balozi kwa familia yangu na niko balozi kwa walimu wenzangu, kwa sababu kila mtu anakuja kama kukudawia hivi, unatoa maelezo wanapata. Kwa hivyo inshallah tukijaliwa iendelee, na Mungu aijalie zidi kuendelea, na Mungu aijalie zidi kuilinda, kwa sababu hamna uwezo wa kulinda isipokuwa yeye mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, ndio mwenye uwezo wa kulinda inshallah. Kwa hivyo nashukuru, alhamdulillah. Upange muda mwafaka, yani tushamaliza, lakini mtupe fursa na sisi tusijaisha, ili tupate kuwafanyia umra watu wengine. Ingawa wako wengine wanapenye lakini kwa siku walitazama. Kwa hivyo tunawaomba tutenge huo muda ili tupe nafasi na sisi peleke au wengine, ili nao wapate kwenda kuwafanyia umra japo siku moja. Jamani wote mazuri kezo, mkawapa maelekezo, kwa sababu mimi Daktari Sheikh Hamisi na Sheikh Masudi tunakuwa tuna mambo mengi tukifika kule, na mambo hayo lazima tuyasimamie. Kwa hivyo tunaye Sheikh Ali Mselem, tunaye Sheikh Ramadhan, tunaye na watu wengine wapo. Hawa tunakuwa tunawaomba, na wao wanakuwa wako tayari time yoyote. Wewe ukisema saa 8 ya usiku utapelekwa, saa ngapi ya usiku utapelekwa, wewe muda wote muda wako. Kwa hivyo kuna mambo tunayagawa kwa baadhi ya viongozi wetu, wanatusaidia, na kwa sababu sisi tunakuwa tuna mambo ambayo ni muhimu. Sisi tukiingia Maka na Madina hakuna hata ule muda ambao tunapumzika. Sio kupumzika yetu, nafikiri tukesha swali pale tunalala kidogo, na tukisharudi kuswali tunalala kidogo, lakini tukishamaliza tena mpaka na kinundu tena. Kwa hivyo hilo tutalifanyia kazi, tutatoa maelekezo zaidi inshallah, nafikiri tutalifanyia marekebisho vizuri. Lakini mzee wetu Mahamud naye ametoa pongezi, tunashukuru. Lakini mzee wetu Sheikh Muhammad Haji naye katupa pongezi na akasema kuhusiana na lile la mabegi, nafikiri tumelizungumza kwamba sisi utaratibu tulikwenda kutoa mapema, lakini ala kulli hali tulipofika pale inabidi lazima sasa ndege ilikuwa saa 8 shapu iondoke. Kwa hivyo ikachelewa kuondoka, ikaondoka saa 10 tabani. Kwa hivyo mazali itaondoka saa 10, haitoweza mabegi yote yale kwamba ya ingia wakati ule ndo yakaja yale yaliokuja, lakini kwa utaratibu ambao uongozi ulikuwa kila wakati unafanya mawasiliano. Mimi tokea nilipofika sikupumzika mie wala dokta wala Sheikh Hamisi, siku zote tunakwenda airport siku zote. Kwa hivyo mimi sikupata kupumzika. Nimepumzika siku ya pili nikaumwa, leo hapa bado na homa maruerue, lakini ndo nimekuja. Kwa hivyo mimi sikupata kupumzika, muda wote niko pale na shughulika na mabegi, tunafanya hivyo na hivyo ili mambo yote yaende vizuri. Kwa hivyo sisi kwa upande wetu tunamshukuru Allah, yote yalokwenda tunasema yamekwenda vizuri kabisa, wala hakuna mkwazo ambao mmetukwaza. Baada ya kusema hayo, nafikiri tunamkaribisha sasa ndugu yetu Dr. Ibrahim inshallah atupe nashidi ya mwisho ya kufungia ili tujitayarishe. Sheikh Ibrahim kidogo, subiri kidogo. Haya, nitamwachia katibu kidogo atoe muktasari wa mambo ambayo mmesahau kuyajibu hapa. Sheikh Ibrahim, subiri kidogo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenyekiti wa klasi ya Umra Suleiman, tunatambua uwepo wa shekhe wetu mlezi wetu Sheikh Hamis Abdul Hamid Hamis,
ambaye tupo naye hapa anatuongoza vijana wake inshallah. Sheikh Khamis, karibu sana. Kama ambavyo alivyoeleza hapa mwenyekiti Sheikh Suleiman kuhusiana na maoni ya mahujaji na mapendekezo yao, pongezi tunazichukua na shukrani tumezipokea, nanyi pia tunakushukuruni kwa mashirikiano yenu, kwa sababu hakuna ikhlas bila ya mahujaji. Kwa hiyo tunakushukuruni sana, na inshallah tuendelee kuwa pamoja ili tuweze kusukuma gurudumu hili, na penye mapungufu, penye dosari, penye makosa tusameheane kwa pamoja. Bila shaka hakuna waliokamilika. Nikiligusia kama alivyotaka hapa mwenyekiti suala la mabasi, hili suala kwa kweli limeleta changamoto kubwa, sababu kama alivyoeleza hapa Sheikh Suleiman kwamba suala lile lilikwenda kupangwa mapema kabla hatujenda Mina. Mwezi 7 tunakwenda ofisini, jamani, tarehe ya kuondoka hii mahujaji wetu, kwa hiyo tunaomba basi tuletee mabasi mapema. Tuliporudi tu Mina tukaenda tena, ndio kama alivyoeleza hasipungui mara 4 kusisitiza jambo hilo, na wao wanatuambia msio na wasiwasi, mabasi atakuja kwa muda. Sawa, lakini kilichotokezea nafikiri tumekiona, na muda wote pale hatupumui. Simu sasa hivi anakuja, yashatoka sasa hivi. Sawa, kwa hiyo mpaka ikafikia muda ule, kama tulivyoelezana kwenye semina zetu kwamba mambo haya ya hija, kuna mambo ambayo yanakuwa yamo mikononi mwa taasisi na mengine yako nje ya mikono ya taasisi. Yale ambayo yamo mikononi mwetu, basi yale tunayaona kwamba yanafika kwa wakati. Kwa mfano kama vile mabasi ya ziara, yale yanakuwa yako mikononi mwetu, tunawapangia time, Johnny time fulani wanakuja. Sawa, lakini mabasi haya ya kutoka mji kwenda mji, kutoka airport au kutoka hoteli kwenda airport, haya yanakuwa hayamo mikononi mwetu, ingawa tushalipia, lakini yanakuwa yamo mikononi ya Wasuudi wao wenyewe, wakiamua yaacheni saa ngapi ndo wanayaachia. Kwa hiyo jambo ambalo lilopelekea hata mizigo ile kuchelewa kwa sababu hiyo. Sawa, Kwa hiyo sisi tumefanya jitihada zetu kadri ambavyo mlivyoziona, na hili suala tayari limeshawasilishwa. Sawa, hili suala dosari yake imewasilishwa kwa sababu ilipelekea mpaka kuchelewa ndege kuondoka. Ndiyo Sasa tayari limeshawasilishwa kwenye ofisi zao na sisi tumeshaliwasilisha. Kwa hiyo tunatumai inshallah katika miaka ijayo halitotokezea. Pia nigusie suala la mama yetu pale Bighania, suala la mwendo. Bila shaka inshallah hilo kila mwaka linaendelea kupungua, na kama tunavyofanya kwamba wale ambao wenye mwendo mdogo zaidi ndo wanatangulizwa mbele ili wao ndio wawe viongozi wa safari, na hilo tunalizingatia, tutaendelea kulizingatia. Kuhusiana na umra ya ziada kama alivyoeleza Sheikh Suleiman hapa kwamba lengo hasa la kwenda kule ni mtu kufanya umra na hija yeye mwenyewe, na hili ndilo ambalo taasisi lilichukulia dhamana. Umefahamiana na kama tulivyoelezwa kwamba uzoefu unaonesha kwamba mtu akifululiza zile umra za ziada, basi ule ufanisi wake kwenye zile ibada zake hupungua, na ndio maana viongozi wa wakfu kule wakalikataza moja kwa moja suala hili, na kwa sababu kuna wanazuoni pia nao hawakuliruhusu suala hilo, wamesema halijuzu. Sawa, na ndio maana sisi hatukulipania kiasi hicho, kwa sababu tunajua kwamba suala hili si suala ambalo lina ikhtilafu za wanazuoni. Wapo wanazuoni waliosema kwamba mtu akenda hija au umra
hatakiwi tena kufanya umra nyingine au hija nyingine, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakwenda hija na umra hufanya ile yake tu, hafanyi na wengine. Umefahamiana vizuri? Kwa hiyo hili ni suala binafsi. Mtu akipata muda yeye mwenyewe, kama alivyoeleza hapa Sheikh Suleiman, kwamba anaweza akafanya na akapewa mwongozo na viongozi, sio taasisi kwenda kukupeleka kule Masjid Aisha, kidogo hilo litakuwa liko nje ya uwezo wa taasisi, lakini tupo tayari kutoa msaada wowote ule ambao utakaohitajika. Kwa hiyo tunashukuru kwa pongezi, lakini na marekebisho inshallah tutayafanya ili kuboresha hizi huduma zetu. Na changamoto hii ya Mina, hii ni ya kitaifa tunaweza kusema, na tatizo lake ni malipo mapema. Nafikiri leo tumetuma taarifa humu ya rais wa Bi'tha kwenye group zetu za hija. Tumemsikia kama tumesikiliza, ni kwamba tatizo hili linakuja kwa sababu ya kuchelewa kulipa kwa sababu malipo ya Mina yanaanza lini? Ni mwisho wa mwezi huu wa 6, tarehe 26 ndio mfumo unafunguliwa kwa ajili ya kufanya nini? Malipo ya mahema ya mwakani. Sasa wale wenzetu wanaopata maeneo mazuri yenye vyoo vingi ndio wanaanza, ikishafunguliwa tu sasa hivi mwezi wa 6 wanalipa. Sawa mpaka nafikiri mwanzoni mwa Agosti au katikati hapo ndio yanafungwa. Kwa hiyo sisi tunochelewa kulipa ndo tunaambulia kule mwisho ambako huduma zake ni ndogo, vyoo vyake ni vichache na tatizo. Kwa hiyo tuchukue fursa hii sasa kuwarahibisha wale wenzetu ambao waliotia nia kwenda hija. Si lazima ulipe zote kwa pamoja, lakini anza malipo sasa hivi. Anza malipo sasa hivi kwa ajili ya huduma nzuri za hija ijayo. Sawa? Kwa hiyo mwezi wa 6 huu mwisho ndo tunaanza kufanya malipo ya mahema ili tupate hayo mahema mazuri. Kwa hiyo kama fedha unayo, japo kama haijatimia, itangulize kwenye nzuri, na kama ilivyoelezwa kwamba mwisho wa malipo na kutoa visa ni Shaabani, katikati ya Shaabani ndo mwisho. Kwa hiyo sasa hivi tuna mfunguo 3, funguo 4, 5, 6, funguo 7, funguo 8, funguo 9, Rajab, Shaaban. Kwa hiyo tuna takriban miezi 7 tu sasa hivi mpaka visa zianze kutoka. Kwa hiyo hija tayari, kumalizika kwa hija ndio kuanza kwa hija nyingine. Gharama zitaongezeka kwa sababu kama tunavyoona hali ya dunia ilivyo, hali hii ya dunia imeenea kote, na tushaelezwa kwamba gharama zimeshapanda. Ilikuwa zipande kwenye hija hii gharama za ndege kwa sababu ya mafuta, lakini alhamdulillah serikali iliingilia kati zikasameheka zile dola 220. Lakini kwa mwaka huu unokuja hazitosameheka na gharama nyinginezo na nyinginezo. Pamoja na kupanda hizo gharama, sisi bei yetu ilikuwa ni dola 6,500 sawa mwaka uliopita, lakini tukasema kwamba tusiongeze kwa kiasi kikubwa, tuongeze hiyo dola 200 kufikia hizi gharama ambazo zilizoongezeka. Kwa hiyo tunawashajiisha ndugu zetu kujisajili mapema. Fomu kama zilivyoelezwa hapa zipo, jaza fomu, tutakuunga kwenye group, utapata kujua taarifa zetu, lini mafunzo tutaanza, lakini pia vile vile tufanye malipo mapema ili tupate matayarisho yaliokuwa ni mazuri zaidi katika hija zijazo.
Tuna umra insha Allah ya Disemba ambayo tunategemea katikati ya mwezi wa Disemba, hapo tutakwenda kwa dola 2500. Zile nyingine kwa sababu hakuna buffet, na sisi inshallah umra yetu hii tunataka tufanye na buffet kama kwenye hija vile, chakula ili upate nguvu ya ibada, ule ushibe au vipi? Kwa hiyo dola 2500 utajisajili, na hiyo aliyokuwa tayari vile vile hivi sasa atueleze ili tumsajili aingie katika orodha. Kwa hiyo baada ya kusema haya inshallah, sasa nirejeshe kwa uongozi hapa ili kama kuna lolote tumalizie inshallah. Haya inshallah, ambalo katibu kalisahau, tutakuwa na umra hizi Disemba, lakini na Ramadhani inshallah biidhnillah tabaraka wa taala. Kwa hivyo tunasema kwamba tunataka tupeleke orodha kabisa, tunataka tupeleke orodha na tufanye booking za ndege kabisa. Kwa hivyo tunaombana sana wale waliokuwa tayari basi wajisajili, ili mapema inshallah wiki inayokuja tuanze kupeleka majina na tuanze kufanya booking za ndege kwa ajili ya umra. Sasa baada ya kusema hayo inshallah, tunamuomba Somanashid Dr. Ibrahim inshallah aje, akimaliza tutamkaribisha Sheikh Sudi Rafa naye amalizie, ambaye ni mlezi wetu, ni shehe wetu, ni mzee wetu, alitaahar kidogo. Kwa hiyo inshallah tunamuomba, maana alikuwa hataki, lakini kaomba na watoto wake azungumze neno inshallah. Kwa hiyo tutamuomba azungumze neno, na kwa sababu yeye ni mtu mzima atupilie buhuri kwa wale wazito, basi ama wafanye wepesi, na wale walikuwa wanania na jambo hili hapa ndio ni sababu ya kujua hii au mwisho vipande vya aya hapo basi ndio visubiri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu, amma ba'd. Nitaudhuru kwenu kwa kuchelewa kidogo kwa sababu zisizozuilika, lakini nashukuru nimewahi. Sitasema sana. Kwanza tumshukuru Allah kwa kwenda salama na kurudi salama, na mimi nilikuwa nikifuatilia ndani ya picha zinazorushwa katika Ikhlasi. Kwa hivyo alhamdulillah, nilikuwa pamoja, mlikuwa mpo kwa Madina, nikawa pamoja nanyi wakati mnasafiri kutoka Madina kwenda Maka, nikawa nasi pamoja wakati mnafanya tawafu kama ya umra, nikawa pamoja nanyi mwezi 8 yaumut tarwiya, nikawa pamoja nanyi mushafika Mina. Nikastaajabu, kumbe mara hii mmewekewa viti kwa waliochoka, kwanza wapumzike kwenye viti, sika ilikuwa kweli ile, alafu ndio pametandikwa pa kulala. Nikawa nanyi wakati muko Arafa, wanarusha na mimi kila wakirusha nazitizama. Alhamdulillah, kwa sisi wa Tanzania wametoweka watu wawili, na hiyo nayo taarifa, sijui kama kuna zaidi watatu, mmoja akiwa Pemba na mmoja akiwa bara wa Pemba, watatu basi mimi na taarifa ya wawili, sababu nafuatilia. Mmoja hakuwahi ile harakati za hija, lakini natumai wengine wamefika katika harakati za hija
Mungu awapokee vizuri na walale pahala salama, na alokuwa hakuwahi kufanya zile harakati za hija wakati alinuia, basi Allah amwandikie hija inshallah. Huo ni utangulizi. Kwa kweli mmefaulu au tumefaulu pamoja kwa kuitikia wito wa Nabii Ibrahim na kuitikia wito wa mjukuu wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume Muhammad anatokana na Nabii Ibrahim. Ibrahim amemzaa Ismail na Ishaqa. Ishaqa akabaki kule Sham, Ismaili akaletwa Maka, ndo mwanzo kuangusha mguu wake Maka, na akaleta dhuria yake pale Maka. Likatokea kabila la Quraish, ni katika kabila la Nabii Ismail katika kizazi chake walokuja pale. Ikatokea Bani Hashim, ikatokea Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib akamzaa Bwana Abdallah, Bwana Abdallah akamzaa Mtume Muhammad. Sasa hawa Nabii Ibrahim na Mtume Muhammad walisisitiza kuzuriwa nyumba hii au kutembelewa nyumba hii. Allah alimwambia Ibrahim, aya maarufu huwa inasomwa, waadhin fi nnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amir. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ilipoteremka aya iliyomo katika suratu Al-Imran inayosema inna awwala baitin wudhi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lilalamin fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nnasi hijjul bait man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin. Ilipoteremka aya hii, Mtume aliwaambia umma, kwa maana aliwaambia masahaba, lakini wito wake ni kwa umma wote. Inna Allaha faradha alaykumul hajja fahujju. Hii ni kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha faradha alaykumul hajja fahujju. Masahaba wakaitikia wito huu, lakini kila mwaka huko nyuma alikuwa anakwenda kufanya ziara ya Kaaba. Ama kwa sisi hija yetu sisi ni hija aliyoanzisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakauliza masahaba akiwamo Aqra ibn Habis, akullu amin ya Rasulullah? Fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Akaona labda hajasikia, akauliza tena, akullu amin ya Rasulullah? Falam yujib Nabii sallallahu alayhi wasallam. Mpaka mara tatu akauliza, akullu amin ya Rasulullah? Mtume akajibu kwa hikma akasema, lau qultu naam la wajaba wala mastata'tu. Thumma qala, lau qultu naam, lau ningesema ndiyo kila mwaka mwenye uwezo aende, ingelazimika hivyo, wala msingeweza kufanya hivyo. Thumma qala, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathurat masailihim wa ikhtilafun ala anbiya'ihim. Mtume akasema, la tushaddu rihalu, zisifungwe safari za kweli, illa fi thalathati masajid, ila anotaka kusafiri asafiri kwenda kuiona misikiti mitatu. Akasema Masjidul Haram, msikiti mtakatifu wa Makka, wa masjidu hadha, na msikiti wangu huu, wa Masjidul Aqsa au Masjidul Haram wa Masjidul Aqsa wa masjidi hadha. Hii misikiti mitatu Mtume katuambia tuifanyie ziara, ingawa kule kuna matatizo hakuendeki, lakini tunashukuru kwamba tumepata hii misikiti miwili. Tumezuru msikiti wa Mtume Muhammad, tumezuru msikiti wa Makka. Allah atukubalie ziara zetu hizi.
Jengine la mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia katika safari yoyote, na hadithi imepokewa kwamba haina udhaifu ndani yake, as-safaru qit'atun min al-adhab. As-safaru, safari ni kijipande cha adhabu. Kwa nini? Unaacha chakula chako, unaacha raha yako, unaacha uhuru wako ndani ya safari. Kwa hivyo matatizo yote yaliyotokea, ndio safari hiyo tuchukulie kwamba ndio safari hiyo, ni qit'atu min al-adhab. Lakini alhamdulillah tumekwenda salama, tumerudi salama. Namalizia, ndio kuambieni wakati wa kuaga, hija ni ngumu kidogo, lakini ukimaliza hija utataka kwenda tena katika ugumu ule. Hivi sasa walorudi basi wako tayari uende tena kesho mwaka huu, lakini walipokuwa kule, adhabu gani hii, takuja tena miuku. Allah ametia shauku ya kila mwaka mtu aweze kwenda kuhiji. Namalizia kwa mwisho, niliwahi kukwambieni mimi ndio nilikuwa mkuu wa hija Tanzania nzima toka mwaka 2001 mpaka 2006. Kwa hivyo naijua vizuri hija, toka kwenda kutia mikataba na Wasuudi kule, nilikuwa nikenda nikajifunga mimi kwa Tanzania nzima. Alhamdulillah, kwa muda wangu tumekwenda salama. Na hapa imekuja miaka ya 2004 2005, huko nyuma ilikuwa wakfu ndio kusimamia hija, yani serikali imeanza toka huko mwanzo, wakfu mpaka nikakaa mimi, bado nimepeleka kama hija 2 au 3 ndani ya mkono wangu, bila ya vikundi. Hivi vikundi vimeanza ama 2004 au 2005. Kwa nini? Kwa sababu walibadilisha mikakati kule. Mikakati imebadilishwa Saudia. Ilipobadilishwa Saudia ikatukumba na sisi. Zamani ilikuwaje? Zamani ilikuwa unakwenda na pesa mkononi, wakfu, unakwenda na pesa mkononi, ila unakodi nyumba kwa simu, unakodi mahema kwa simu, unakodi nini kwa simu, nikija huko nitakulipa. Zinapelekwa pesa kwa njia za kiserikali, ukifika kule ndo unalipa. Ilikuwa hivi, kawa ulipe kabisa. Watu hujawapata, lakini ujikisie utapeleka watu wangapi. Hii tathmini tunaofanya ushajili, labda mara hii tutapata watu 100 au watu 150. Kwa hivyo hizo pesa za kwenda kulipwa zilizotajwa hapa, ufafanuzi ni huo, kwa sababu mimi naujua, zilipwe kabisa kwa watu hao, kwenye nyumba, kwenye basi, kwenye hichi, labda watu wa chakula, labda sina hakika, watu wa chakula tena mna tukija mtakulipeni labda, lakini mambo yote yale ya ukaazi na taratibu ni lazima zilipwe kabisa. Zitapatikana wapi? Hao wenye vikundi wana hasara hivyo, hawa wallahi wana hasara. Mimi najua vizuri, wachache waliokuwa wanapenya baada ya kuungwa mkono na watu huko nyuma. Hilo lazima liwepo. Siwaambia walipe kesho kutwa, basi kuna mtu atatoa pesa, zitalipwa, zitarudi sawa, hazikurudi. Hiyo ndio hali halisi ya hija. Nafikiri nisiendelee zaidi, mmeshaiona. Kufika 2004 nikasema hii sitoiweza kuchukua pesa za wakfu nikazilipia kule, alafu nikawa hii ni maskini yatima, sina hakika zitarudi au hazitarudi. Hapo ndio vikundi vikaruhusiwa. Kwa hivyo tuwasaidie sana
hawa vikundi kwa kupeleka watu mapema. Mimi nishaanza kupiga debe na nishaanza kupata watu. Inshallah wakiwa tayari, wewe nikachukua fomu 2-3, na wewe mwenzangu umeiona taasisi, mimi kwenda nayo mara moja, lakini naijua kwa inafanya vizuri. Nilikwenda kwa hija bali ya hilo pita ile ya nyuma iliyopita, hii ya 3 nilikwenda nao nikaona ufanisi wao. Kama ni mwangalizi wa hichi kikundi, sina wasiwasi nacho kwa vijana wanavyofanya kazi. Sheikh Suleiman, Sheikh Masud na Sheikh Suleiman na Sheikh Hamisi, vijana madhubuti sana, na nyinyi waona vijana madhubuti sana, na wengine waliokuwa vijana huwasaidia. Kwa hivyo tusaidie kikundi chetu hichi, si kwa biashara hasa, lakini kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil. Hapa inatosha, katika maelezo yangu yanatosha. Sasa nasikiliza juu kama tuombe dua ili tufikie, kwa sababu na sala haiko mbali kuweza kuingia, au imeingia ndani ya dakika 2 hivi sasa tasikia adhana zinaadhimiwa. Kwa hivyo Allah tujalie tutekeleze alokuwa mema hapo tunapokwenda, kwa sababu anasema Mtume, hajj mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna man hajja walam yarfuth walam yafsuq rajaa, katika riwaya rajaa ka yaumi waladathu ummu. Atakayefanya hija asifanye machafu wala asifanye mabishano katika hija, hakuna mabishano katika hija, basi huyo anarudi kama kwamba amezaliwa na mama yake katika madhambi. Tuamini kwamba makosa yetu Allah ametusamehe na tumetekeleza amri yake subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratana tijaratan lan tabura birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahhil lana mimma nurid ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. يا لطيف الطف بنا فيما جرت المقادير وهون علينا كل عسير. يا لطيف الطف بنا فيما جرت المقادير وهون علينا كل عسير. يا لطيف الطف بنا فيما جرت المقادير وهون علينا كل عسير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. يا من يرى ولا يرى ارحمنا على ما ترى. يا من يرى ولا يرى ارحمنا على ما ترى. يا من يرى ولا يرى ارحمنا على ما ترى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunarudi kumshukuru Allah kumaliza shughuli yetu kwa salama. Sasa shughuli iliyobakia inshallah kupata ile sadaka. Kwa hivyo tunawaomba wale wahudumu wetu inshallah waipange